maisha yapo na tunaishi kila itwapo leo, na pia maisha unaweza kujifunza kwa wengine au mahali pengine. Siku zote tunazungumza kwa habari ya Waebrania, kwa habari ya wana wa Israeli. Tukianzia tu pale Misri, tulijifunza hali halisi iliyowapata pale Misri, na safari ya kutolewa, kufunguliwa, kukombolewa kutoka kwenye utumwa ikaanza. Kwa hiyo wakawa na safari ndefu ya kwenda kwenye nchi nzuri ambayo Mungu amewaahidia. Sijajua kwa nini Biblia inasema hiyo nchi ambayo walikuwa wameahidiwa ilikuwa imejaa maziwa na asali, vitu ambavyo ni vizuri vizuri kwa afya ya mtu, vitu ambavyo ukila afya yako lazima itaimarika, vitu ambavyo ukila lazima mwili wako utakaa vizuri. Sasa Mungu anawapa ahadi ya kwenda kwenye nchi ya Kanaani ambayo imejaa, sio imejaa. Hiyo imejaa, unaziona nini? Imejaa mambo mazuri mazuri, mambo ya kufurahisha, mambo ya kushibisha, mambo ya kusababisha wajisikie wanayo furaha na amani. Kwa hiyo kule ambako Mungu alikuwa amewaidia waende ni kuzuri, kuna mambo mazuri. Kwa hiyo wana uhakika na ahadi, kwa sababu yeye aliyetoa hiyo ahadi ni wa uhakika. Sasa nasema ni wa uhakika. Mungu sio kubahatisha. Mungu ni wa mwanadamu, ndio anabahatisha, lakini Mungu huwa habahatishi. Akisema ndio ndio, akisema maziwa na asali ndivyo ilivyo. Sasa wanatembea wakiwa na hiyo ahadi, na safari yao haikuwa nyepesi kama unavyofikiri. Ilikuwa ni safari yenye ugumu. Kuna wakati walifika mahali walipata shida ya chakula, kwa sababu huko walikotoka kuna chakula cha aina fulani ambacho walikuwa wamezoea. Walikuwa wamezoea nyama, walikuwa wamezoea matikiti. Sasa wamefika mahali jangwani, ni shida. Lakini yeye aliye uhakika akawatia moyo, akawasaidia katika ile hamu na ile kiu ziweze kutulia na safari iweze kuendelea. Kwa hiyo kulikuwa na magumu, lakini bado tumaini lao lilikuwa pale pale. Tumeahidiwa nchi iliyojaa mambo mazuri. Kanisa, tuko pamoja? Amina. Sasa tunapomtazama huu mwaka, kuna mambo ambayo tumepitia, na sasa tunautazama ule mwaka mwingine wa 2026. Ni kweli tumepitia mambo ya kila namna ya kufurahisha na kutesa, lakini yeye aliye wa uhakika, sema kufanya, sema nifanye, ndio tukote. Amen. Tukote. Mengine ukumbuke, kwa sababu una tabia ya kumsahau Mungu. Umemfanya Mungu ni daraja, likisha kuvusha huna mpango na daraja. Unakuwa makini pale daraja linapokuvusha, lakini ukishavuka upande wa pili huna mpango. Na hiyo ni tabia mbaya. Mwambie jirani yako ni tabia mbaya kumsahau. Na Mungu huwa hachezi kamari. Unajua kuna watu sasa hivi wakifika mahali wanacheza kamari na Mungu. Yaani anatoa
kile anachotaka. Kwa hiyo zamani wanasema kekundu kekundu, kwa hiyo anacheza kekundu kekundu. Kwa hiyo huyu mtu anakwenda katika nyumba ya ibada ili apate kile anachotaka, sio kile ambacho Mungu amemletea. Ndio kamari ambayo ni tabia mbaya. Kwa hiyo na huyu mhubiri anahubiri ili apate kile anachotaka, sio kile ambacho Mungu anataka katika. Kwa wana wa Israeli wakatembea wakapita katika magumu yote, wakapita katika mepesi yote ya huzuni na kufurahisha yaliwapata. Kumbuka toka ulipotoka huko kwenda huko. Na Musa naye alipata kazi nzito ya kuongoza hawa wa Israeli kama kiongozi wa taifa la Israeli, lakini bado kuna mahali walikuwa wanaenda. Sasa kuna mahali unaenda. Hii Desemba kuna mahali unaenda. 2026. Na Yesu apewe sifa. Amen. Sisi nikwambie kitu, kama uko tayari sema amen. Amen. Ni kweli walikuwa wameingia kuingia ile nchi. Si kwamba ilikuwa ni pori. Kuna mataifa walikuwa wanaishi kule, mataifa yenye uwezo kiasi kwamba wakijitazama wao, kuna wakati mwingine wasingetama. Walitumwa wapelelezi. Wale wapelelezi walipoifikia nchi, kuna majibu mengine, kuna majawabu mengine yaliyoletwa ni ya kukatisha tamaa. Tumefika kwenye nchi. Ile nchi inakaliwa na majitu. Na yale majitu sisi ni panzi tu mbele za yale majitu. Sisi ni sisi hatufai. Kwa hiyo kuna nchi ambayo wameahidiwa, lakini bado taarifa za hiyo nchi ni za kutisha. Taarifa za hiyo nchi ni za kuogofya. Taarifa za hiyo nchi ni za kukatisha tamaa. Hiyo nchi ambayo wameambiwa waende wakaikalia. Jamani, tunaona sasa tunapoendelea 2026 kuna mengi unayoona. Kuna mengi ambayo unayaona. Mengine yanakufurahisha, lakini mengine yanakutisha. Unapoiangalia 2026 unaona mbele yako kuna mtihani. Unasema kama mtihani wa taifa. Kwa hiyo unapoiangalia mwaka mtihani wa taifa. Sasa kama ndio kukua homa ya mtihani. Mtihani ni mtihani. Si unajua kuna watu wanafeli, anaingia kwenye chumba cha mtihani. Sasa anaambiwa andika jina lako. Anasahau kuandika jina. Anamsema mtu amesahau kuandika nini? Jina. Sasa wakati mwingine ili kuwasaidia, itabidi waanze kuwapa namba. Ili kuwasaidia wasije wakasahau. Andike nini namba badala ya jina, kwa sababu kuna wale ambao wanasaidia wanafika mahali wanasahau nini? Kwa hiyo wanamkaririsha ile namba dakika za mwisho. Wanajua hata sahau. Jina anaweza kusahau. Kanisa tuko pamoja. Kuna bwana mmoja alikuwa kwenye harusi. Sisi Kiswahili kitu nikisema harusi. Hebu futa hiyo harusi. Maana nikisema harusi watu wanaenda kwenye ukumbi na kula pilau na kupita pale. Alikuwa kwenye ibada ya ndoa ndani ya nyumba ibada kanisani. Sasa alikuwa amekaa na bibi harusi. Sasa alipokuwa amekaa, alikuwa anaangalia usione kama ita. Sasa sio hii kumefunguka kwa kweli na kitu kwa hiyo inacheza. Sasa amekaa anahesabu ili nakwenda anahesabu. Anaendelea. Baadaye mchungaji anaendelea na ibada. Sasa wanafikiri hapa amezingatia mahali fulani yale mahubiri na nini. Kwa hiyo nakwenda
Sasa macho yamekaza hapa. Petro mashaka. Kwa shemasa kamgongo wewe unaitwa. Na unaona nisahau jina lake, anaitwa jina lake. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kusahaulisha ukasahau jina lake. Kwa hiyo tunapoitazama 2026 kuna mambo unajiuliza sijui itakuwaje. Yaani kuna mambo sijui itakuwaje. Lakini unapoangalia 2026 unajiuliza na huo mwaka wenyewe utapita tu hivi hivi. Yaani itafika malengo yako au vipi? Kwa hiyo Waisraeli wanapofikiria kwa habari ya Kanaani kweli na mambo mazuri, lakini kule ndani kuna majitu, itakuwaje? Jamani, si tuko pamoja? Amina. Au unaionaje 2026? Sio takamana tena barabara, sio itakuwaje? Yaani hauna jambo la moja kwa moja. Ni mwaka ambao unaleta mashaka. Na wakati mwingine unaangalia sasa na miaka 55. Hivi mwaka kwa inagonga 56. Kama siku zinaenda huko tunaenda. Si niko na 55, nagonga 56. Maana mzee unaongezeka. Kwenye redio na kwenye unasema wastani wa kuishi ni miaka 45, miaka 53 sipita kweli. Yaani kama nasogelea kuimaliza ile miaka ya kuishi. Sasa ndiko nakoelekea. Na mwishoni mwa mwaka tena hizo taarifa ndio zinakuja nyingi tu. Unajua ukifikisha umri wa miaka 40 ni umri wenye matatizo ya afya. Kwa hiyo unakuta huko unapokwenda ni kama kuna tisha. Lakini tena unaanza kujiuliza sijui Yesu atakuja mwaka. Kuna mambo mengine sijamaliza, sijui atakuja. Hapo tena wakati mwingine unaanza kujiuliza baba niache. Maana sasa haya mambo yanaendelea katika dunia, mbona kama ni dalili kama karibia zote zimetimia. Yaani na unakutana na mhubiri anakuambia mwakani haupiti lazima Yesu arudi. Mwakani haupiti lazima Yesu arudi. Kwa hiyo umekaa mahali unapokea taarifa za kila namna kwenye hiyo 26 tunayoiendea. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Yote katika yote Mungu wetu ni wa uhakika. Jehova ni wa uhakika. Amen. Nasema Mungu wetu ni wa uhakika. Amen. Huyu Jehova aliyetufanya ni wa uhakika. Amen. Na neno lake ni amini na kweli. Amina. Mambo yote yatapita. Lakini hata punje moja neno la Mungu haitapotea. Torati, Kumbukumbu la Torati 31. Ule sita. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 6. Mungu kuna mambo ambayo aliambia kanisa. Kuna mambo matatu ambayo Mungu analiambia kanisa tunapoitazama 2026. Sasa ukisoma ule mstari, hayo mambo yako pale. Na hayo mambo hayatoki nje ya mahali pale. Iweni hodari. Hilo ni jambo la kwanza. Iweni hodari. Mama uwe hodari. Baba uwe hodari. Kanisa uwe hodari. Kuna mambo hayo matatu kwa ajili ya ile 2026 tunaiendea. Jambo la kwanza, uwe hodari. Sasa hodari ni mtu gani? Hodari, sasa hii ni tafsiri ya kwanza. Mtu anaposhinda na anaendelea kuutunza ule ushindi, huyo mtu mimi ninamwita hodari. Ikiwa mtu amekuwa ndani ya Yesu Kristo, tazama
nimekuwa kiumbe kipya, tazama ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Lakini bado yeye aliye na Yesu, neno la Mungu linamthibitisha kwamba ni mshindi zaidi ya washindi. Kwa hiyo ni mshindi zaidi ya washindi, kwa hiyo ni mshindi. Kwa hiyo anapoendelea kutunza ule ushindi, sasa huyo anaitwa hodari. Sasa hii ni amri tu, iweni hodari, sio ombi, iweni hodari. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuvuruga uhodari wa mtu, lakini amri inasema iweni hodari, endelea kuwa hodari, hakikisha unakuwa hodari. Kanisa, tuko pamoja? Amina. Sijajua Christmas yako ni ngapi kusherehekea. Sijajua ni Christmas yako ni ngapi kusherehekea. Kuna mwingine ni Christmas yake ya 10, mwingine ya 30, mwingine ya 40, mwingine 60, mwingine 65 na kuendelea. Ni Christmas yake. Naomba ujue hili kwa mujibu wa neno la Mungu. Hakuna jipya chini ya jua. Hakuna jipya chini ya jua. Yaliyopo ndio yaliyokuwapo, yatakayokuwapo ndio yaliyopo. Sasa umeshuhudia idadi zote hizo za Christmas na umejua yale yote huwa yanatokea. Umeshuhudia miaka na miaka na umejua yanayotokea mwishoni mwa mwaka kabla kuingia mwaka mpya. Kuna watu huwa wanaanguka takriban. Kuna watu huwa wanabebwa mzega wanakwenda kuanza maisha ya ndoa. Mwangu unapoisha, kuna wale ambao wanafumaniwa. Mwangu unapoisha, kuna maombi ya kila namna yanapotokea. Haya yote yanasababisha uhodari wa mtu upotee. Kunasema nirudi niangalie sasa niko hodari. Kumbuka haya maneno aliambiwa Israeli alipokuwa anaelekea Kanaani. Na haya maneno Musa akamwita Yoshua na wana wa Israeli akazungumza nao. Unajua alizungumza namna gani? Yalikuwa ni maneno mazito. Akamwambia Yoshua, wakati wangu wa kufariki umekaribia, na Mungu ameniita, amenionyesha Kanaani kule, kaniambia ile ndio Kanaani, ila hautaingia utakufa. Kwa hiyo nichukue hatua. Haya maneno nizungumze na Yoshua na wana wa Israeli. Kanisa, sisi tuko pamoja. Wewe si ni Mwafrika? Hivi unaonaga yale maneno ya marehemu anazungumza dakika za mwisho kabla hajaondoka, anapokuwa na uzito na yanapozingatiwa, na isipozingatiwa kunakuwa na shida. Kwa hiyo huyu Musa anapozungumza haya na Israeli, yaani dakika zake ni za mwisho, kwa anazungumza maneno ya msingi kwa hawa yatakaowasaidia waweze kufika kule wanapotakiwa kufika, yatakayomsaidia Yoshua na Israeli waweze kuingia katika nchi ya Kanaani. Kwa hiyo anasema iweni hodari. Lakini ukikuta kabla hajazungumza hayo maneno, anamwambia Yoshua, hao watu hao unaoona hao Israeli hao unaoona hao, mimi nikifa watafanya maovu ya ajabu, watamuasi Mungu, watamwacha Mungu, watageukia miungu ya huko wanakoelekea kwenye nchi ya Kanaani, kwa wale watu wanaokaa kule. Kwa hiyo hebu waambie haya maneno, iweni hodari. Hakikisha ya kwamba hakuna kuvurugwa katika mambo ya Mungu. Hakikisha ya kwamba hakuna kukata tamaa. Hakikisha ya kwamba hakuna kurudi nyuma. Shikilia tu ule ushindi.
uliopewa. Hilo ni la kwanza, iweni hodari ili uweze kufika vizuri na kustahimili ule mwaka wa 2026. Kwa sababu usipokuwa hodari, wenye kudharau watakuja watakudharau, wenye kukubeza watakuja watakubeza, wenye kukukatisha tamaa watakuja watakukatisha tamaa, wenye kutoa katika hesabu watakuja watakutoa katika hesabu, lakini atakayestahimili ni yeye tu aliye hodari katika Bwana. La pili, moyo wa ushujaa. Ninasoma maandiko, iweni hodari na moyo wa ushujaa. Kwa jambo la pili ni moyo wa ushujaa. Iweni hodari na moyo wa ushujaa. Sasa shujaa na hodari huwezi kuvitenganisha. Sasa shujaa ni mtu wa vita ambaye yuko tayari kupambana, ambaye yuko tayari kuhakikisha kwamba sipotezi mpaka nimepata. Huyo ni shujaa. Ambaye yuko kung'ang'ania mpaka dakika ya mwisho, huyo ni shujaa. Sasa nasema moyo wa ushujaa. Sasa moyo wa ushujaa ni moyo ambao unaweza kustahimili mapigo ya kila namna. Ni moyo ambao kwa lolote litakalokuja haupo tayari kushindwa. Kanisa, tuko pamoja? Sasa tunaona umesimama kwa kutumia neno hili moja, naweza kuzungumza kwako, usikanyage tena hapa kanisani. Isipokuwa kama una moyo wa ushujaa, utakanyaga, utakuja. Lakini kama huna moyo wa ushujaa, yaani ndio itapoka kwa heri. Unaona? Moyo wa ushujaa. Sasa moyo wa ushujaa inategemea kumejaa nini ndani ya moyo. Kumejaa nini ndani ya kwa hivi ilikuwa hivi. Hicho tu ndio kisababisha wache kusali. Kilichosababisha umwache Mungu. Yaani nilifikiria mchungaji aliniambia hivi. Mimi ndio kuniambia mimi. Kwa amekwenda ameyuka kabisa kwa sababu hana moyo wa ushujaa. Kanisa, sisi tuko pamoja. Safari ya mbinguni ukitaka kuijua vizuri, angalia ile siku. Angalia ile siku. Anasema baba hatabeba furushi la mtoto wake, wala mtoto hatabeba furushi la baba yake. Tuko pamoja? Kwa hiyo furushi lile atalibeba mwenyewe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kwa hiyo kule hakuna kubebeana. Kule hakuna kubebeana. Sasa kama hakuna kubebeana, sasa kama furushi litakuwa ni kubwa sana, inabidi ufahamu uko mbele hakuna kubebeana. Kama litakuchosha ni wewe mwenyewe. Hakuna kubebeana, hakuna kusaidiana. Kama kafurushi katakuwa kadogo, basi ni wewe mwenyewe tu. Ina maana lile furushi lazima nianze kulijua mimi sasa hivi ni kubwa kiasi gani, ili ile siku inapokuja nifahamu uzito wa ile kazi iliyopo. Kanisa, sisi tuko pamoja? Sasa unaposafiri kwa ndege, unaposafiri kwa ndege, kanuni moja yapo ya usalama katika usafiri wa anga, yaani ukiwa na mzigo usema ngoja niweke kwa hapa, wewe uache hapa. Kuna muda fulani ukikaa ule mzigo unachukuliwa na upate tena. Kwa lazima uzunguke na mzigo wako mahali popote pale unapokuwa. Na uweke hapa na wewe uko hapa. Ujulikane ule mzigo ni wa nani. Kwa hiyo mzigo wote utaonekana haijulikani ni wa nani, tayari huo mzigo fulani umechukuliwa. Kwa sababu za kiusalama
kwenye usafiri wa ndege, hakuna cha kusema wewe nikusaidie. Ukisaidia tu mtu hata kuinua tu vibegi, yaani usalama wako hapo uko hatari. Ni kwamba ukisaidia tu ule mzigo, na wale askari wakaguzi wakaja wakafika pale, wamekukuta nao ulikuwa unamsaidia, kumbe kule ndani kuna madawa ya kulevya, kuna vitu haramu. Uweze kusema nilikuwa namsaidia tu, hicho hakijulikani hicho cha kwamba nilikuwa namsaidia. Yaani wewe uliyepatikana ulikuwa unamsaidia na huyu, wote ni watumiwa na wote mtatakiwa mmekamatwa na bidhaa haramu. Kisa nilikuwa namsaidia. Sasa kuna wengine naomba nisaidie, unajua na mizigo mingi sana kuingia hapa utakataa. Naomba nisaidie hii box. Sasa ukijifanya huruma umeshakwisha. Chochote kitakachopatikana mule kesi ni ya kwako. Kwa sababu ya nini? Ya usalama. Sasa safari ya mbinguni hivyo hivyo, ule mzigo ubebe mwenyewe. Ule mzigo ubebe mwenyewe. Kwa sababu ile siku kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Sasa tunaposema uwe na moyo wa ushujaa, ufike mahali, ufike kiwango fulani. Sijui Kiswahili kizuri, unasema uwe nganga. Yaani uwe nini? Nganga. Ni kwamba kuna wakati tunatembea pamoja, lakini kuna mahali pa kuachana. Sasa mahali pa kuachana pale ndipo panapohitaji nini? Ushujaa. Hapa tunapotembea pamoja tunaweza kuwa tunatiana moyo, tunapashana joto. Lakini pale pa kutembea peke yako tunahitaji nini? Moyo wa ushujaa. Kusikia utasikia, kusema utasemwa, kunyoshewa kidole utanyoshewa kidole, na kufanyiwa chochote kile utafanyiwa. Lakini kanuni iko pale pale. Uwe na moyo wa ushujaa ili uweze kushinda na kuingia kwa furaha katika mwaka unaokuja. Jambo la tatu kwenye mstari ule wa 6, Kumbukumbu la Torati 31. Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu. Msiogope wala msiwahofu. Unaiona hiyo iliyo mbele yako ina mambo mengi, lakini kanuni na agizo na amri inasema msiwaogope wala msiwahofu. Maana walikuwa wanawaogopa hawa mataifa wanaokaa katika nchi ya Kanaani. Pamoja na kuogopa, bado walikuwa wanawahofu kwamba itakuwaje. Tunaelewana kanisa? Yaani usiyaogope yale ya 2026 wala usihofu kwa habari ya yale ya 2026, ili uwe salama. Usiogope wala usihofu. Sasa hilo neno usiogope ni mojawapo ya maneno ambayo kila siku, kila itwapo leo yanatajwa na Biblia. Wanasema kwenye Biblia yametajwa mara idadi ya siku katika mwaka, kwamba kwa kila siku unaambiwa usiogope, 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 usiogope. Kwa maana kwamba ukiogopa, hilo ni tatizo la kwako, sio tatizo la neno la Mungu wala sio Mungu. Hilo ni tatizo la kwako. Lakini amri iko usiogope. Sasa kiafya hofu na kuogopa ni chanzo kimojawapo cha magonjwa yasiyoambukiza. Jamaa, unajua magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza. Yaani magonjwa yanayoambukiza ni kama vile unaposema malaria, unaposema kipindupindu, unaposema typhoid, unaposema amoeba, unaposema UTI, yote haya ni magonjwa ya kuambukiza. Lakini magonjwa yasiyo ya kuambukiza nani aliwahi kuambukizwa pressure?
Habari ya kuambukizwa pressure. Angalia kuambukizwa pressure. Au wewe usikie mtu ameambukizwa pressure? Umewahi kusikia mtu ameambukizwa kisukari? Umewahi kusikia mtu ameambukizwa kuumwa kichwa, mafua? Ukiwa na mafua utaambukizwa, lakini si kila mtu atakayeambukiza, inategemea na damu. Kwa hiyo kuna damu ambayo inaambukiza damu hii, sio yote. Kwa hiyo ukiwa na mafua tunaweza kukaa watu tukalala usipate mafua kwa sababu damu. Kwa hiyo kuna magonjwa ya kuambukiza na sio kuambukiza. Kwa hiyo tumeshaona kisukari hakiambukizwi, tumesema pressure haiambukizi. Mwili unasinyaa tu. Na kama kuambukizwa kukonda, unakuta na konda tu. Kama unaambukizwa kukonda, yaani uko bonge konda. Na kama kuambukizwa kuta kulala usingizi, unakuta tu unalala unageuka. Sasa ule ni ugonjwa. Useme unajua mimi siku hizi sipati usingizi. Ule ni ugonjwa. Sasa chanzo kimoja wapo kinachosababisha magonjwa yasiyoambukiza nini? Uoga na hofu. Uoga na hofu. Sio hiyo tu. Sio unaona kama mwili unafika mahali wewe usikii njaa. Na mama sawa tu. Usikii nini? Njaa. Yaani hamu ya kula imepotea. Chanzo kimoja wapo nini? Uoga na hofu. Kwa unapojisikia sijisikii njaa, sio kwamba ni mzima. Yaani unasikia unaumwa njaa, unajua wewe ni mzima. Sasa ujisikii njaa, wewe tayari kuna nini? Na ugonjwa wa kutokuambukizwa. Israeli walipokuwa wanasikia habari ya majitu yaliyoko kule na zile taarifa walizopokea, wakafika mahali inaonekana walikuwa wanaogopa na hofu. Kwa sasa nani atatusaidia? Nani atatusaidia? Kwa Musa akawatia maneno, msiogope wala msihofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo haya mambo matatu, iweni hodari, moyo wa ushujaa, na msiogope wala msihofu. Kuna sababu, maana ukiwa na haya matatu utakuwa unaonyesha jeuri. Utakuwa unaonyesha nini? Jeuri. Yaani wewe uko pale umesimama ni mlokole. Kwanza ni hodari. Pili kuna moyo wa ushujaa. Tatu huogopi wala hauofu. Yaani hapo sasa ina maana wewe ni jeuri. Wewe ni jeuri. Sasa kuna sababu kwa nini? Angalia mwishoni kwa mstari pale. Kwa maana Bwana Mungu wako ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kuacha. Ninaomba tusome pamoja hapa. Naomba tusome pamoja mahali hapa. Kumbukumbu la Torati 31 ule mstari wa 6. Tutasoma sote katika jina la Bwana, tuanzie juu pale. Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala hata kuacha. Kwa hiyo jeuri hii nilionayo ni kwa sababu kuna mmoja ambaye anakwenda pamoja nami na amenihakikishia hata niacha wala hata nipungukia, hata niacha wala hata nipungukia. Watumishi, si tuko pamoja? Tunatoka na sisi wachungaji, tukifika mahali tunaogopa, alafu tunakuwa na hofu. Ni kwamba tunakuwa tayari kupata shida. Sasa tunao kanuni ili tusimame imara. Si unajua mimi si mchungaji hapa. Yaani kanuni ambayo ninayo na uhakika kabisa, kuna Jumapili moja nitakuja hapa, nitakuta watu wote hawapo. Yaani niko peke yangu, hadi familia
Alafu ningeanza kupigia simu, mimi nimeacha kusali. Mimi nimeacha kusali. Sasa tafanyaje sasa? Nianze kuogopa. Sasa kwa sababu tayari kichwani na fahamu inawezekana kabisa unakuja ibadani hamna hata mtu mmoja, kwa umebaki peke yako. Asiweze kumpigia kelele nani? Kwa nini? Nani aliyeitwa? Wewe si uliyebaki ndio uliyeitwa. Sisi tuliitwa tuje hapo tukuunge mkono. Siku zetu za kuunga mkono zimeisha, basi tunaendelea safari. Kwa hiyo umebaki pekee. Sasa kusema sasa sio nitajibu sadaka, sasa nitakuaje? Maana kitaka bili kwa bado sijaanza kulipa sadaka. Sasa sitakuaje? Sasa hizi maisha yamebadilika, maisha yanakuwa makubwa. Wewe kuitwa na Mungu. Kuitwa na nani? Mimi sifahamu aliyekuita. Kuitwa na nani? Lakini yule aliyeitwa na Mungu anatambua kwamba niko pamoja nawe, sitakuacha wala kukupungukia. Japokuwa hao wote watakuacha. Kanisa, umeelewa hapo? Amen. Umeelewa? Sikia kama umeelewa. Siku zinakuja, ule ubalozi unaoangalia moyo wako ukimimina kule, ule ubalozi utakuacha. Unajua ubalozi umenifanyia vibaya kweli kweli, yaani hujanitendea haki. Tabu yote ya nini? Yuko mmoja ambaye anakuhakikishia kwamba sitakuacha, nitaenda na wewe wala sitakupungukia. Maana ubalozi wenyewe haujawahi kuahidi kwamba mwana ubalozi mmoja, sisi hatutakuacha wala hatutakupungukia. Yaani tutaenda na wewe popote pale. Lakini hiyo sentensi ya kutokuacha wala kupungukia ni mmoja ambaye Mungu amezungumza. Kwa kaa tayari. Ubalozi ufanye nini? Watakuacha. Kaa tayari, mjomba atakuacha. Kaa tayari, best friend atakuacha. Kaa tayari, atakuacha. Kaa tayari, mwanadamu atakuacha. Tunafikiri na tabia. Subiri tu. Si tunaenda 26. Kwa sababu kila kitu anakitafuta, ameshakipata. Kwa nini ana shida na wewe? Sasa kipata kile kitu anakitafuta. Kwa ndio maana alikuwa anatembea na wewe, kwa sababu kuna kitu anakitafuta. Ameshakipata. Yaani anaanza kuhangaika na wewe. Lakini Mungu sio kwamba anatafuta kitu kwako. Sio kwamba anatafuta kitu kwako. Yeye anakupenda. Usiulize kwa sababu gani. Yaani anakupenda. Basi ndio maana nasema nitakwenda pamoja nawe. Sitakuacha wala sitakupungukia. Ndio maana hata hapa polisi wakija kutuzoa akachagua akasema mtachaua twende. Jambo kutwende. Unafikiri mama atasema basi twende wote. Mzee chaula twende. Atakuacha, utaenda. Kesho utakuja na chakula kule. Ila acha uende peke yako. Kanisa tuko pamoja. Atakuacha. Lakini Mungu huyu ni wa uhakika. Mungu huyu ni wa uhakika. Najua wengi 2026 watakuacha. Yaani ukikuona hivyo unakuta kama hana faida unayopata, watakuacha tu. Watakureject, watafanya kuangalia kama unapotezea muda. Watakuacha. Lakini sio Mungu. Anasema yeye ndiye anakwenda pamoja na wewe. Hiyo 2026 hatakuacha wala kukupungukia. Fika mahali kiwango chako kiongezeke. Ishi na watu, tembea na watu, fanya kazi na watu. Lakini ujue ni Mungu tu ambaye hatakuacha wala kukupungukia. Jamani, sitoko pamoja. Kama sisi kweli wa kweli tunasema sitakuacha. Kwa nini usidilie mwende wote kaburini? Wanapomzika ile mwingine na sasa twende wote. Umeona watumishi?
kama kweli, twende wote. Zamani si chifu alikuwa anakufa na mzika na mwingine, kisa hizi hapana. Wanasema yule alikuwa na mzika pamoja na yule alikuwa anampenda sana, wanaenda wote. Sasa kama Mungu angalikuwa kama mwanadamu tungekuishi, lakini Mungu wetu hayuko kama mwanadamu. Hata mchana huo leo tukianza kuondoka hapa, kila mtu tutakuta naenda kwake, kila mtu anaenda kwake. Si tunaachana na mama, tuko pamoja, tunaachana. Kuna mmoja ambaye tulipokuwa tunakuja alikuwa pamoja nasi, tumekaa hapa iko pamoja nasi, tutakapokuwa tunaondoka iko pamoja nasi. Ni Mungu wa mbinguni. Jamani, ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unajua kuna mwingine haelewi huyu Mungu ambaye anasema sitakuacha wala kukupungukia. Hivi sasa ukisema nenda chooni, mimi ndio tuko tumeachana hapo, utaenda tu. Nimesema hapa tusiende wote. Lakini Mungu anafuatana na wewe mpaka chooni. Mpaka wapi? Fuatana mpaka chooni. Yaani hakuachi. Tunaelewa maana hakuachi, anakufuata. Mtakuwa wote. Unatoka, unakuja, tutakutana na mimi. Ndio nasema basi ngoja tuongozane. Sasa kwa nini tusiongozane kule? Nasema ngoja tuongozane. Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Mbona unaniangalia hivyo? Kwani Mungu kitu gani kinamshangaza? Yeye ndio amekuumba. Kitu gani asichokijua? Kiasi kwamba kimshangaze kuambatana na wewe Jehova. Wewe niambie. Ni kitu gani ambacho unaweza kuficha Mungu? Maana yeye ndio amekuumba. Kwa tofauti tulionayo. Yaani mimi mtu kwanza nikikuona nitaanza kushangaa kwa sababu mimi sio, kwa hiyo sivijui vingine. Kwa hiyo nitaanza kuona vitu vingine ambavyo sio. Lakini Mungu kwake hakuna kilicho kigeni. Yeye ndiye aliyeumba. Ndio maana hata nafasi ya kuambatana na wewe kila mahali, kila kona. Hata tukiongozana na mimi na wewe kwenda kwao, tutaongozana, tutaingia getini vizuri, tutembea uwanjani vizuri, tutaenda jikoni vizuri, tutaenda sebuleni vizuri. Ila tukianza kwenye chumba cha kulala, utakuwa na matatizo. Sinaona utakuwa na matatizo kiingia pale utakuta road block. Uruhusi kuingia. Bwana Yesu apewe sifa. Ila Mungu anaingia mpaka huko ndani. Kwa hiyo maana tukifanya uhalifu huko, anakuwa tu vizuri, anajua kwa sababu umefanya uhalifu. Ndio maana huu ni uhalifu, rekebisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo unapofanya maandalizi ya kuingia 2026, kumbuka tarehe 25 ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Na kwa nini unamshukuru Mungu? Hebu mtazame jinsi Mungu alivyo na jinsi anapotuandaa. Anasema iweni hodari, muwe na moyo wa kushujaa, tena usiogope wala usihofu. Yaani yote katika hayo yeye ndiye anakwenda pamoja na wewe, hata kuacha wala hata kupungukia. Yeye ndiye anakwenda na kanisa lake, hata liacha wala kulipungukia. Kama unayo amani, simama kwa miguu yako mahali pale. Chukua nafasi hii. Sema na Mungu. Mshukuru Mungu. Sema na Mungu, mshukuru Mungu. Wengi wanatamani kupata nafasi kama hii, lakini kwa sababu kuvika moyo, lakini kwa sababu moja au nyingine hawapata. Mshukuru Mungu kwako wewe, kwa sababu tayari umeshakujenga msingi na kuweka msingi kwa mwaka huu wa 2026. Kwa sasa mahali palipo. Bwana Yesu na Mungu wetu, ninasema ni asante kwa kanisa lako. Asante kwa watu wako, Mfalme Bwana.
Asante kwa Jumapili ya leo, mfalme Mungu. Mungu ambaye umeandaa mioyo yetu, umeandaa ufahamu wetu, umeandaa fikra zetu kwa habari ya mwaka ujao wa 2026. Bwana wa majeshi, Mungu wa mbinguni. 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 Oh, Bwana Mungu wa mbinguni. Mungu ushieleza. Oh, asante Mungu wa mbinguni. Bwana wangu na Mungu wa mbinguni. Ninakubariki Bwana Mungu wa mbinguni. Wakati wanadamu walipochoka, Mungu kuchoka. Wakati wanadamu walipokata tamaa, Mungu kukata tamaa. Wakati wanadamu waliainisha, Mungu kuainisha. Wewe niamini na kweli. Ninakubariki Mungu wa mbinguni na kuinua mfalme Bwana. Mtazame mama huyu, mtazame kijana huyu. Tazama kanisa lako Bwana wa majeshi. Oh, mfalme Mungu, siku ya leo Bwana, tunataka tukuone wewe na wewe peke yako. Miaka mingi tumewaona wanadamu, miaka mingi tumewaona watu, tumeangalia wale wanaotuzunguka. Lakini leo Bwana tunajifunza tukutazame wewe na wewe tu Bwana, ili tupate ujasiri na nguvu za kuendea mwaka 2026. Ili tuweze kukabiliana na haya mambo ya mwaka 2026. Mungu wa mbinguni, Bwana wa majeshi, wastahili mtakatifu. Mungu wa mbinguni akubariki na Mungu wa mbinguni akutunze. Katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye